Kwa majina naitwa James Samuel Msengi, ni mtaalamu wa mionzi na ni mkuu wa idara ya radiolojia katika hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Manyara. Hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Manyara ina digital x-ray, ina ultrasound na ina CT scan. Lakini hapo awali hatukuwa na mashine ya x-ray. Hadi hapo tulipowezeshwa kupata mkopo wa mashine x-ray kutoka mfuko wa taifa wa bima ya afya. Kwa hospitali haikuwa kabisa, haikuwahi kuwa na mashine ya x-ray hadi hapo tulipoletewa mashine hii kutoka NHIF. Baada ya kupata mkopo wa mashine hii ya x-ray, tuliweza kuendelea na huduma zetu za x-ray na wateja wetu au wagonjwa wanaokuja hapo hospitalini waliendelea kunufaika na huduma za x-ray ya kidijitali kabisa. Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Manyara ni miongoni mwa taasisi ambazo zinafanya kazi kwa karibu na mfuko wa bima wa taifa wa afya NHIF, na tumekuwa tukihudumia wagonjwa wa NHIF lakini pia na wagonjwa wengine wa kawaida. Na katika kukua kwa hospitali hii, miaka karibu 8 iliyopita, hospitali ilipata mkopo wa shilingi milioni 170 kwa ajili ya kuiwezesha hospitali kuwa na mashine ya digital x-ray. Kwa kipindi kile hospitali ndio ilikuwa bado changa na inakuwa, tulikuwa na uhitaji wa hii x-ray kwa sababu ya kwa ajili ya kutoa huduma kwa ajili ya wananchi wetu, na tulipata mkopo huu ambao uliweza kutusaidia sisi kama taasisi kutoa huduma. Na x-ray hii mpaka sasa ipo, ina miaka 8 na bado inafanya kazi na haijawa na changamoto yoyote kubwa. Kwa kipekee tunaishukuru taasisi ya shirika la bima la afya kwa maana NHIF kwa kutuwezesha kupata mkopo huo, kwa maana kwa kipindi kile hospitali ilikuwa haina uwezo wa moja kwa moja kwa mapato yake kuweza kununua hii x-ray. Na kwa ujumla x-ray hii kama nilivyosema imehudumia wananchi kwa miaka 8 sasa, wananchi wa Manyara lakini na wananchi wanaotoka mikoa ya jirani. Kwa kipekee tunashukuru kwa maana imeweza kutupa hatua kwenye kutoa huduma, lakini kuweza kugundua magonjwa ya wananchi wengi na kuwasaidia kulingana na changamoto walizonazo. Ushauri ni kwamba inawezekana, sio wakati wote uwe na hela mkononi au uwe na uwezo huo kwa wakati husika. Unaweza tukafika NHIF, tukaingia makubaliano na ukapata msaada wa kile kifaa au jambo ambalo unadhani unahitaji kuwekeza. Maana issue kubwa hapa ni uwekezaji. Unaweza kuhitaji fanya uwekezaji wa kifaa au mashine fulani maalum kwa ajili ya kukuza huduma kwa wananchi katika eneo lako. Kwa ni vizuri tukaona wenzetu NHIF na kuingia makubaliano ambayo baada ya muda tutakuja kuona matokeo au matunda kwa wananchi, lakini huku unaendelea kulipa na kupunguza kidogo kidogo pasipo kuumia sana kwa wakati ule ambapo hata kama ukitafuta hela kwa wakati mmoja inaweza kukuta inakuwa ni changamoto. Ya mwisho ni nawashauri wananchi kuchangamkia fursa ya bima ya afya kwa wote, kwa sababu tunaona wengi wanapata changamoto sana ya kumudu gharama za matibabu. Na ili uweze kumudu gharama za matibabu labda uwe vizuri sana kiuchumi, lakini unakuta hata na wale walio vizuri kiuchumi wakipata yale magonjwa ya sugu ya muda mrefu, mfano figo, kuoshwa, kusafisha damu kwa maana dialysis, unakuta nao wanayumba. Kwa hiyo sisi tunawashauri wananchi kwamba wajiunge kwenye bima afya kwa wote, wasione kwa mfano hii ngazi ya chini ya 150,000 mtu asione nyingi. Kuuguza mtu mara moja kikao hospitali siku 2, siku 3, siku 4, ukiandikiwa CT scan unakuta hiyo 150,000 ushailipa karibu mara 4 au 5 kwa wakati mmoja ndani ya siku 3-4. Kwa mimi nawashauri wananchi wachangamkie fursa ya bima afya kwa wote, wajiandikishe kwa wingi, itawasaidia na hawatojutia hiyo hela wanayoitoa, maana ina thamani kubwa kuliko gharama ambazo mmoja au mpendwa akipata changamoto au akipajali wanajikuta wanakuwa katika hali fanya utulivu katika kumhudumia. Watajihusisha na mambo mengine zaidi ya chakula na nini kuliko kuanza kuuza mashamba
tafuta hela kwa dharura, ambavyo mara nyingi tunakutana na hizo hali. Au wengine wanabidi wanaomba kuruhusiwa, lakini mgonjwa hajapona, anang'ang'ania aruhusiwe. Kwa nini? Kwa sababu sasa anakuta ashaishiwa na hana hata hela ya kumhudumia mpendwa wake.